Basi karibu tena katika kipindi cha Sauti ya Imani, mahali ambapo tunajifunza na kukuza imani yetu. Na kwa vile tumeweza kujifunza kwamba kwa kweli vijana wanaweza kuwa mfano bora kuonyesha imani katika jamii, na pia na tumeweza kuona ya kwamba Mungu kweli anadhamini vijana. Na basi katika kipindi hii tutaweza kuzungumza mengi kuhusiana na the GYD ambao kwa urefu pia unaweza pia kuita kama Global Youth Day ambayo itafanyika pale Jumamosi, ambayo tutaweza kuelekezwa vile mpango itakuwa. Na kabla kabisa tutaweza kusoma ujumbe zenyu, tuone ni tunaona pale kuna Volma ametusalimu pale. Pia tunaona David Njoroga anasema kwanza napenda sana show yenu, shukrani sana. Na pia mashabiki wengi bado wanazidi kuongea nasi pale mtandaoni. Niko na mgeni na pia nitaweza aweze kujitambulisha. Karibu katika studio yetu. Asante. Kwa majina naitwa Susan Nyaga, mshiriki wa kanisa la SDA hapa MNP. Mimi ni kiongozi, I'm the head deaconess. Niko hapa kwa show yenu siku ya leo kuongea about GYD. Karibu sana. Karibu sana Susan. Tutaweza kujifundisha mengi, na sasa mzidi kutuma maswali na pia maoni. Baada ya kipindi hii tutaweza kuzisoma na tujue na tunaelekezwa namna gani. Basi ungana nami hadi tamati tukielezwa mambo mengi kuhusu GYD. Karibu sana. Asante. Kwanza kabisa ili neno GYD kwa faida ya watazamaji, kikuja kwa akili, GYD inahusiana na GYD kwa inamaanisha Global Youth Day. Hii ni kumaanisha ni siku yote duniani kwa vijana kujumuika pamoja ili kuweza kujifunza mambo mengi kama venye wanaweza jisaidia na kusaidia the community. Kuhusiana na vile umesema community, ni haswa ni kwa nini haswa siku kama hii imetengwa kwa vijana katika kutokana na SDA? The main goal of GYD according to the SDA is to promote community services and also to help the needy. They visit hospitals to donate brands, they help the needy through foods, clothes, and also they go to the neighboring communities either to sweep or to make it clean and to talk to the people. Pia maybe tu naweza kufafanua tu maybe kwa kina kwa faida ya mtazamaji aweze kuelewa zaidi. Aswa ni kuna I know there are some activities ambazo pia zinafanyika. Hiyo siku ambayo ni pia ni siku ya Jumamosi, na wanasabato pia wanajua wanakunga so much stick to the day of the Sabbath. Ni some of the activities ambazo mnafanya. According to the SDA, how they don't work on their day of church, but on this day, because it's a youth day, they participate in some activities. Hizi activities ni kama wakienda huko, they meet with those needy people. In fact, they will help them because it's their duty. Hiyo siku wakijumuika pamoja wanaenda hospitali, wanaweza enda huko hospitali waongee na wagonjwa. They donate blood. Ukipata hospitali mingi, some of the doctors wanaenda kununua hiyo damu ndo waekee wagonjwa, and which it is so expensive. So in hiyo siku ya vijana, some of the youth they donate the blood freely so that the patient can benefit from them. They also visit the orphanage homes where children, those who are orphaned, are kept. They help them with the food, clothes, and other needs that they have. They also go to prisons to talk with those who are imprisoned there, to talk with them, to give them hope, but to tell them there is still life after that. The other thing, they can be sharing messages of hope. Like preaching. The aim, not about only preaching to the people, but also to go and do some works. In this aim, they can do it not only to preach, but they say young people, they encourage others in the community. For example, vile umesema like kuna wanaweza preach, pia kuna ile kuhimizana kutokana na imani.
Pia kutokana na mada ya leo inaongelea pia imani na vijana, vile vijana wanaweza kuwa matendo yao, vile tulivyosikia kutoka kipindi cha kwanza, vile tumeweza kuelezewa na mchungaji kuhusu vile leseni inatusaidia kuinua imani. Pia siku kama kubwa ni siku ya vijana, na najua mengi yako weekendi. Aswa sisi kama vijana, vile mipangilio inakuwa, manake nimeweza kutembea hapo nje, nimeona t-shirts pia ziko pale nyuma hapo, unasoma hapo the sermon. Aswa ni theme, the main theme ya GYD. Aswa ni gani? Okay, hiyo theme GYD inakuanga every March of the year. Na inakuanga all over the country wide, ndio maana inaitwa global. Okay. Sasa the theme ya hiyo Global Youth Day inakuwa be the sermon. Hiyo ni kumaanisha instead of just preaching, you can also, those young people are also used to encourage, to show others that through love and through love the actions, hizo actions zenye wanafanya hiyo siku, si kuhubiria watu tu through the Bible, lakini hata hizi matendo zenye watafanya hiyo siku itakuwa pia kuhubiria watu through hizo matendo. So obvious in every year kuna t-shirt. Kama 2025 kuna GYD 2025, 2026 every year kuna hiyo wana print t-shirt kuonyesha watakuwa pamoja na waandikiwe hiyo nyuma be the sermon. Hiyo ni kumaanisha hiyo sasa instead of preaching you can do actions to show love. Does it mean that okay, for example, from the word it states that it's global. Does it mean that whatever you do now as SDA, meaning that it is being done all over the world? Yeah. It's the same thing. It is the same theme. Yeah, in the same day and the same theme. Yeah. So okay, like timing, conduct, how does it happen? Okay, in this Global Youth Day, it is conducted each year in March, annually in March, and it is organized by the Seventh-day Adventists to bring all millions of youth together so that they can be having that art of inspiring young people. Are there some of the books, okay, maybe vile vitabu ambavyo pia wanagawanya, zile pia za kuhimiza the youths? Yeah, there are some books like if you can meet with young people who is not an XDA, you can give him or her a book like Steps in Christ. He or she can read the book and she can be more inspired, yeah, to follow those ways. There's a context nowadays as youths, the way maybe vile wanahubiri pale, for example kama siku ya youths, the way the context of preaching, unapata okay, some of them these books wanatumia kama Ellen G. White's, yeah, maybe vitabu vingine atakuwa na wanaangalia ku refer the books. Hizi vitabu zinapatikana wapi na pia zinasaidia aje? Okay, there is some bookshops zenye zinauza hizo vitabu. Mtu anaweza enda hapo achukue kama the Ellen G. White. Unaweza soma ikusaidia wewe kama kijana, unaweza soma about the prophecy in the book. Na hizo vitabu zingine kama the attitudes, unaweza soma wewe kama uko na positive attitude, you can motivate yourself as a youth. Ndio utoke kwa hizo njia mbaya zenye ulikuwa nazo na ndio ufuate mienendo yenye inayofaa. So these books they are aligned according to Bible scripts. Yeah. So yale ambayo inahubiriwa pale pia inahusiana na yale ambayo yaliandikwa pale kutokana na Biblia. After every encouragement in those books, kuna quote ya verse. You will refer it from the Bible. Yeah. Pengine swali lingine pia ambayo pia inaweza kwa faida ya watazamaji. Nimeona like unaongelea kuhusu painting of these t-shirts. Kuna zile specific colors ama na hizi colors zinaongelea nini? Manake unajua color huwezi tu tumia tu hivyo. Okay, according to the color, for instance, in this side of the Meru National Polytechnic and other institutions that are around, we call it amicus. In this amicus, there is a certain color that we use. Okay, like Meru Poly, we can choose to have white color. We say as a church,
we should print white color to show harmony. Show harmony, the peace. Yeah, that piece. And the other school will decide to show LED. This then they can say we use it so that we can donate brand to others. We can use green. Okay. Yeah, every color it has a meaning. Yeah. So kama ni nyeupe kuna maana ya na kuna pia sky blue, maana hapo kuna pia yellow. Hizo pia kuna maana zao. Na pia kuna blue, kuna red. Na pia kuhusiana na hiyo umeweza kuongelea amicus. Unajua kuna yule mtazamaji ambaye ako tu nyumbani lakini anasema amicus amenipoteza tena. Okay, amicus ni nini haswa? Okay, amicus ni hiyo joint ya technical and universities. Oh, technical and universities. Yeah, alone in the Meru County and Tharaka Nithi County. They join together to form amicus. So au watamit east side, kuna hiyo specific place yenye watamit, that is Karumo, TTI. And the other side, they will meet in their venue. Yeah. Umeweza kuongelea yani ile vile wameungana Meru County, Tharaka. Kuna district. Hakuna district. Hakuna district tu ile. Hiyo ni county. County tu. Kwa hiyo in Tharaka Nithi County, the technicals and the universities in Tharaka Nithi County, they will join up with the Meru County technicals and universities. They will join together in that day. So ndo wanakutana sehemu moja. Yeah. Na pia kulingana na the order of the seventh day unapata like pia kuna district, kanisa kama hizi zimejumuika kutengeneza district moja. Same thing ambayo ina happen kule nje. Does it happen to schools? Okay, in school, because they are an institution, you know there is in church there is certain, if there are 5 churches, they make a district. Now in the institution, because you may see there is one institution here, another at Kedua, another far away, they join those institutions the same county. Now in SDA, they are 2 counties, they form a district. Okay. That amicus is like a district. Yeah. So ile amicus ndio sasa inakaa kama district. Yeah. Hai, inawezekana. Natumai watazamaji mnazidi kujua mengi kuhusiana na GYD na pia SDA kwa jumla. Pengine ni habari gani ambayo unatangaza haswa inatangazwa pale haswa kwa vijana? Kwa vijana, in the key theme of that day will be Acts chapter 4 verse 34, which says, I will read it. It says that neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of lands or houses sold them and brought the prices of the things that were sold. So hiyo inamaanisha ni kama hao watu wenye walikuwa na hizi vitu zao waliuza na wakazileta pamoja ndio wafanye nini? Wasaidia watu. Sasa hiyo dhimu itatuongoza hiyo siku kusema kidogo tulichonacho. As young people we should gather them together tukuje tusaidie the people in needs. Tusaidiane kwa imani, pia wale ambao wamekosa pale nyusi tu kwa imani na pia wale ambao wamekosa nyumbani tuwasaidie pia waweze kupata ule msaada. Pengine ujumbe wako kwa watazamaji. Okay, naweza wahimiza tukue strong in faith as young people. Tuweze pia kusaidiana. Don't rely ourselves in preaching only. Kuhubiri haitatusaidia. Tumesikia aliyekuwa hapo mwanzo amesema hata tukue tukiimba na sauti ya malaika kama hatuna upendo, hiyo ni kazi bure. So as young people, let's show love, let's share what we have with others na Mungu ataweza kutubariki. Pengine ni swali ambayo kabla nisahau, pengine kabla nikuachilie, kuna yule mchungaji mkuu ama kuna wale hata wageni ambao umealika kutoka nje, makanisa zingine kutoka nje na pia ambao wataungana nyinyi kama the schools? Yeah. Unazo? Kuna wao tumealika as the CDA, we have even the NECF. NECF ni hiyo kubwa imesimamia kanisa zote. Tumealika wachungaji wa huko na pia tumealika mchungaji mwenye atahubiri hiyo siku kama mchungaji mkuu mwenye amesimamia hiyo amicus, ndio Pastor Salome.
Na wengine wote ambao si wa SDA tunawaalika hiyo siku pale Karumo TTI tuweze kushiriki pamoja. Masaa ya asubuhi kutakuwa na sermon, then masaa ya saa 8 tutafanya hiyo part ingine to help the needed to donate the brand, na kila kitu itakuwa sawa. Wewe kama mwana Sabato, najua ukitokea hapa manake leo ni siku ya Alhamisi, kesho ni siku ya Ijumaa, umeshaanza kujiandaa Sabato. Haswa ni ule ujumbe gani haswa unaweza ambia kama wana Sabato wenzako ambao wanaanza kujiandaa, ambapo wanaanza kujitayarisha? Okay, kwa wana Sabato wenzangu taweza kuambia kesho wakuwe na happy preparation day. Wakijipanga tupatane Sabato na wakuwe na happy Sabbath day. Umesema itakuwa Karumo? Itakuwa Karumo TTI. Okay. Nimeshukuru sana kwa nasi katika studio yetu, na pia najua wakati mwingine pia tutakualika tena tuweze kuzungumza zaidi na zaidi na zaidi. Asante. Vile tunaweza kukuza imani yetu na vile tunaweza ijenga jamii. Shukran sana. Watazamaji, tumeweza kujifundisha mengi vile tulivyoanza hapo awali kutokana na leseni, na hadi pia tumeweza kujifundisha kutokana na the event ambayo inakuja siku ya Jumamosi, ambayo it's a very big event to the SDA family and to the youths, ambayo ni siku ya youth. Kutokana na Biblia tunaweza kuhimizwa kwamba tuonyeshe upendo, na upendo si tu kuonyesha, bali upendo tunaonyesha na matendo. Yale ambayo sisi tunafanya kama Wakristo, je, inaashiria yale matendo ambayo tunamsifu Mungu? Sisi kama vijana, vile Mungu alivyotupenda, nasi pia tuonyeshe upendo kwa wengine. Yale unayo kidogo, kila ambayo Mungu amekupatia kidogo, pia nayo usaidia wengine. Basi imeweza kuwa ni kipindi njema kutokea mida ya asubuhi hadi kwa sasa tumefika tamati. Tena siku nyingine Alhamisi wiki ijayo tupatane tena. Shukran.